Inategemea na mfumo atakayekuja nao, kwa sababu hata huyu kocha alomtimua mfumo alikuja nao unaonekana mfumo ambao uendani na timu yao. Kwa hiyo hata kocha atakapokuja itategemea na mfumo aliokuja nao. Kama mfumo utakuwa una fiti, basi atafanya vizuri. Kama mfumo ambao fiki itakuwa ndo haya mambo haya ya kufukuza makocha tu. Kwa kuwa ni kikubwa ni mfumo. Mfumo ukikaa vizuri basi haina tatizo. Siku zote jambo utakulifanya jambo kwanza unakuwa katika kujaribu. Maana huyu kutokana hajafiti, je, tukimjaribu huyu ataweza? Kwa kuwa kocha siku zote akaenda sehemu akasema mimi nakufiti moja kwa moja, haiwezekana. Hata kama mchezaji tunapokaa tunapanda bahati nasibu. Kwa kuwa yule Lamovic atapokuja atakuwa katika hali ya kujaribu katika bahati yake. Je, mfumo wangu utakayekuja nao utakuwa mfumo mzuri? Kwa hiyo kama mfumo utakuwa utafiti kama hivyo kuja kina Gamondi, akaja Nabi, wote walikuwa mfumo ambao uliokwenda nao kidogo akawa amefiti. Kama Said Lamovic atakuja na mfumo uliokuwa mzuri, basi atakuwa kocha mzuri na mfumo utakwenda vizuri na timu itakaa vizuri imara. Lakini kama atakuja na mfumo ambao wachezaji ambao hawatoendana nao, itakuwa kazi ndio hiyo hiyo tu. Utakuwa unaruka mavi na kanyaga mkojo. Kikubwa tujue kocha atakuja na mfumo gani, watamuelewa, watamkubalia katika lima masuala yake atakuja nayo. Kwa mimi moyo wangu wa haraka, kwa kocha ana shida, sababu siku zote kocha hizi akaingia ndani 30 akaonekana mfumo wake ukakaa moja kwa moja, sio kweli. Sababu kiangana wachezaji wenyewe walivyo sasa hivi, wachezaji washakuwa wazee, wakuwa umri umekwenda. Kwa hiyo kocha atakuja na mfumo wake kwanza paka waelewe, inakuwa ni kazi ngumu. Sababu huwezi moja kwa moja kocha akaja mfumo ukakaa moja kwa moja, sio kweli. Lazima apate mechi kadhaa ambazo yeye za kama ana check timu yake, ana check wachezaji wake. Mchezaji gani mimi atanifiti, mchezaji mmoja mimi anifiti, mchezaji huyu bwana kimweka akicheza na huyu atakuwa mchezaji ambaye alikuwa mzuri. Kwa hiyo kocha moja kwa moja hawezi kuja kwa mechi moja kwa moja akafanya vizuri, sio kweli. Hii inatokea tu kwa bahati nasibu kwa mechi moja moja. Kama kufanya kama Pep Guardiola alivyokuja pale Man City. Kwanza alichukua muda kwa kaka miaka miwili kwanza kuitengeneza timu. Ni ambao Man City kwa ni timu kubwa, lakini sasa ukiangalia kama wachezaji wetu kama sisi wachezaji wa Tanzania ni wengi, ni watu wazima na tunaongopa miaka. Kwa hiyo mchezaji ambaye huwezi kumcheza mchezaji miaka 23 wewe unaomba miaka 23 kumtia miaka zaidi ya 30, afu akae katika mfumo aelewe haraka, kwa sio kweli. Kwa hiyo sisi tukubali tu kama makocha watakuja tuwape muda. Baada mechi kadhaa, kwa kama sisi hatuna subira, ni timu yetu kubwa, subira hatuna. Tunataka moja kwa moja maendeleo au moja moja tupate matokeo mazuri. Lakini kama tutakuamua ni kwa wachezaji tuwape subira kidogo, watakuwa nani makocha walio kwa mazuri. Lakini sasa sisi hatuna subira, tunataka timu yetu kishakuwa ni kubwa na tufanye vile ukubwa uendelee vile, vinakuwa sio kweli. Kwa hiyo sasa kubwa kuamini wachezaji makocha, maana kocha anakuja bana, mimi mfumo wangu utakuja tu watu wana subira nao. Kwa sababu ni msimu minne ambao wanatangaza ubingwa, ni wachezaji washachoka. Sababu wachezaji wanaona kawaona wachezaji wao hawajachoka, pia wameshachoka. Sababu wanatafuta watafuta wachezaji wengine mbadala yake, anapata wengine walio kwa vijana zaidi. Kama ukiangalia Pacome ni mchezaji ambaye ni mtu mzima, lakini sasa ana force kutokana hana jisabwenda kisha kwa star. Mimi ninachowashauri viongozi wa Yanga na washabiki wa Yanga, kwa kuwa huyu kocha atakayekuja ni kocha ambaye anakuja kuitengeneza Yanga, kwa kuwa tumpe subira. Alafu hivyo tuangalie upande wa pili, wachezaji hawa tunamletea kocha watafiti. Je, umri wao utakuwa unaendana na fomu ambayo atakuja nayo kocha? Sababu ndio mwingine anaweza kumlaumu kocha afanye vizuri, wachezaji wenyewe ndio washakuwa hapo uko chini, yani uwezo wao ushakuwa chini, maana washakuwa watu wazima, maana viungo vinakataa. Muda mwingine unataka mpira ufanye hivi, lakini viungo vinakataa. Kwa hiyo muda mwingine tuangalie kocha na afungie, tuangalie wachezaji hao tunataka kumkabidhia kocha. Je, watakuwa wanafiti? Kila mtu tunachokitarajia kitakuwepo? Sababu uwezo ukamtafuta ukamlaumu kocha kati ya wachezaji wenyewe, sababu kocha acheza atoa maelekezo. Sasa maelekezo yake anafika uwanjani hayafanyiwi kazi. Sasa unamlaumu nani sasa? Nasema kocha hafai, sio kocha hafai, mchezaji ndo hafai. Sababu kocha kashatoa maelekezo yake hayafanyiwi kazi. Kwa hiyo mimi ninachowashauri kwa tusiangalie kocha tunakaa hivi na wachezaji. Je, wachezaji huyu atakaye tunamkabidhia kocha atakuwa iko vizuri? Atafiti vile tunavyohitaji sisi? Kwa hiyo muda mwingine lawama tunakabidhi tu makocha kutokana na kocha ndio kiongozi, yeye ndio mpanga timu, lakini muda mwingine wachezaji wenyewe ndio wanakuwa hawako sawa.